kuongoka. Sasa hii kuongoka au kuokoka ni nini? Kuongoka ni nini au kuokoka ni nini? Kuongoka ni kitendo cha mtu kugeuka kabisa kutoka dhambini na kuingia kwa Mungu. Kuongoka au kuokoka ni kitendo cha mtu kugeuka kabisa kutoka dhambini na kuingia kwa Mungu. Utaona kabisa ni mtu kuhamishwa. Kuokoka ni mtu anahamishwa. Unahamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza, unaingizwa kwenye ufalme wa nuru. Hayupo mtu anayesema kwamba eti ameokoka halafu amesalia katika nia na mawazo na maamuzi upande wa giza. Kuingia kwa mwili ndani ya kanisa sio kuokoka. Mtu anaweza kuingia na mwili wake humu ndani na akatoka na mwili wake, lakini hajaokoka wala hajaongoka. Kwa nini? Ni mwili tu umekwenda kuingia, lakini yule mtu wa ndani hajawahi kuhamishwa, kuondolewa kwenye giza na kuondoka kwenye mwili. Huyu mtu anaenda katika ufalme wa giza na anapokelewa na mfalme wa giza. Kwa nini? Hakuwahi kwa upande wa kumtumikia Mungu. Yeye alikuwa anatumikia ufalme wa giza, na ndio maana tunawaasa sana watoto wetu wa kiroho, tunawaasa sana washirika wetu kwamba wewe tafuta unayoyatafuta, fanya maendeleo sana, akili yako isilale, buni unayoyabuni kwa ajili ya maendeleo yako, fanya, lakini uhakikishe kwamba katika ubunifu wako usiruhusu kutolewa nje. Kwani Biblia tunasomaje? Kwamba zilianguka kwenye miiba, halafu ile miiba ikazisonga zile mbele. Anazungumzia mtu wa ndani. Miiba ile ni shughuli zinachukua nafasi katika maisha ya mtu kuliko Mungu, na mtu anahamisha heshima yake kwa Mungu, anaipeleka kwenye shughuli yake. Kwa hiyo uzani mkubwa unakuwa kwenye nini? Unakuwa kwenye shughuli zake. Ndugu zanguni wapendwa, kushughulika sio dhambi. Kubuni kuwa na miradi sio dhambi. Kuajiriwa sio dhambi. Kufanya biashara yoyote sio dhambi. Kujenga sio dhambi. Kusomesha watoto wakapata elimu kubwa wakaenda mbali sio dhambi. Kufanya chochote cha kimaendeleo sio dhambi, isipokuwa hayo maendeleo unayafanya katika kazi za halali. Kama ni katika kazi za halali sio dhambi. Lakini uangalie sasa, inakuja ya pili. Kazi ni za halali. Mungu umempa nafasi kiwango gani? Mambo yako yote umeyapa robo tatu. Maana yake ni kwamba Mungu hana nafasi inayomtosha katika maisha yako. Kitu ambacho kimetawala akili, mawazo na kila kitu chako ni hicho kilichotawala, ambacho kinachukua asilimia nyingi. Maana yake kama ni shughuli, maana yake ni shughuli. Katika mambo haya, wapendwa, siwadanganye, tunahitaji kuwa waangalifu sana. Na kwa bahati mbaya haya maisha yanapita upesi. Miaka tuliyopewa ya kuishi duniani si mingi, isipokuwa miaka ya kuishi baada ya kuondoka duniani ndio haina mwisho. Unaweza ukaona mahali ambapo hata Ibilisi anapofanya mchakato wa kuharibu watu wengi, huwa anapofusha zile akili, anaondoa ufahamu wa kuona mbali. Kwa sababu wewe fikiria, miaka ya kuishi hapa duniani, Biblia imesema ni miaka 70, si ndio? Mwenye nguvu miaka 80. Kwa hiyo unapoona kwamba wewe ni miaka 70, sasa uko ndani ya miaka 80, haya mengine yatakayofuata miaka 90 ni neema ya Mungu.
lakini unaona kabisa kwamba mimi niko kwenye saa ya mwisho, nikae ninavyokaa, wala nisimnungunikie Mungu, nimshukuru Mungu kwa kunipa hata huu umri. Wenzetu waliotutangulia waliishi miaka 100, 900, 700, 500, 400, ikashuka miaka kulingana na dhambi inavyoendelea kutawala mpaka ikafika 120. Sasa hivi mtu akufika miaka 120 utamtafuta, na hata ukimkuta hiyo sura yake, hata Kobe ana sura nzuri. Ukamkuta mtu mwenye miaka 20, hiyo sura ya huyo mtu, Kobe mwenyewe ukamkuta njiani, ana sura nzuri kuliko huyo mtu. Yaani kakoboka, nyama zimeisha, mishipa imesimama, hawezi kunyanyuka. Hata kinyanyuka, akiongea utafikiri ni dumwasha linaongea. Miaka 120. Vinginevyo iwe ni neema ya Mungu peke yake. Sasa katika siku ambazo Mungu ametupa au ametupatia wewe kuishi, maana hazijulikani. Kila mtu hapa ana siku zake za kuishi duniani. Kwa hiyo unapoona umefika miaka 60 na miaka 70, unajua kabisa kwamba karibu teke linaingia. Kaa vizuri. Na japo anayekufa sio tu mzee, mpaka na vijana wanakufa, mpaka na watoto wanakufa. Lakini ninachokiongelea kikubwa zaidi ni hivi: usiegemee kwenye mambo yako Mungu kampa nafasi ndogo ukafikiri kwamba unafaulu, hata kama shughuli zako ni za haraka. Ile hali yako ya ndani ya kumheshimu Mungu, sio tu kusema kwamba sitendi dhambi, bado unatakiwa uwe na nafasi ya utumishi wako kwa Mungu. Ile nafasi yako ya utumishi wako kwa Mungu unatakiwa wewe kuitendea kazi vizuri. Kwa hiyo hebu naomba tusome maandiko katika Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19 ili tupate maandiko ya kutuongoza hapa. Matendo ya Mitume sura ya 3 mstari wa 19. Mstari wa 19. Mstari wa 19 unasema hivi: tubuni basi mrejee, ili dhambi zenu zifutwe, zipate kuja nyakati za kuburudishwa kwa kuwako kwake Bwana. Kwa kuwako kwake Bwana. Hazipo nyakati za kuburudishwa pasipo uwepo wa Bwana katika maisha yako. Haipo nafasi ya kuburudishwa pasipo Mungu kupewa nafasi kwenye maisha yako akayatawala. Utaishi maisha makavu, utajihesabia haki, utajifariji, utajitia moyo, lakini Mungu anabaki kama Mungu. Dawa ya dhambi ni kumwambia Mungu nisamehe na kuichukia. Isifike mahali mtu anaona dhambi ni rafiki au ni kitu cha kuzoelea maisha yake yote. Wewe sasa ni mtu mwingine. Dhambi haiwezi kuleta raha kwenye maisha yako. Kwa upande wa mwanadamu, wokovu ni toba na imani. Kwa upande wa mwanadamu, wokovu ni nini? Toba na imani. Unapokuwa na toba lazima ujue kwa nini umetubu, si ndio? Umetubu naamini nini, si ndio? Umetubu kwa nani, si ndio? Umetubu nataka msamaha kwa nani, si ndio? Kishajua kwamba mimi nimetubu kwa sababu namtaka Yesu kweli kweli, basi ile imani yako ya kumtaka Yesu ndiyo ambayo itasababisha toba yako ifanye nini? Ikubalike mbele za Mungu. Sasa tumesema kwa upande wa mwanadamu, kwa upande wa mwanadamu wokovu ni toba na imani, lakini kwa upande wa Mungu wokovu ni kusamehe dhambi na kukuzaa upya. Kwa hiyo kazi ya Mungu yeye ni kukusamehe. Baada ya kuona kwamba ndani yako kuna toba na imani, kazi yake yeye ni kukusamehe wewe. Kwa hiyo vitu viwili vinabadilishana. Mungu yaani kisha kuwa na toba na imani, Mungu anaachilia nini? Anaachilia msamaha kwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kumbe msamaha ni mtu mwenyewe akitaka msamaha.
Lakini msamaha, unapopata msamaha, lazima kanuni ya neno la Mungu izingatiwe, kwamba lazima iwe toba ya kweli.